Kutoka katika studio za kisasa za Timadays TV, kituo cha kuaminika kwa habari za ukweli. Mimi ni Tima Kimutai, tukiletea taarifa za kitaifa, siasa, hali ya hewa pamoja na mchezo kutoka nchini Kenya na duniani kwa ujumla. Tukianza taarifa zetu za leo, idara ya upelelezi wa makosa wa jinai DCI, the Directorate of Criminal Investigation, imeanzisha uchunguzi wa kinai kuhusu mkasa wa moto iliyotokea katika shule ya utumishi iliyopo Gilgil, kaunti ya Nakuru. Kupitia uchunguzi imepatikana kwamba wanafunzi 8 wanakiziwa kwamba walihusika na kuchoma hiyo dormitory. Wachunguzi wakielezwa kuwa baadhi ya wanafunzi walikuwa wameonyesha dalili za kutoridhishwa na usimamizi wa shule, hasa mwalimu mkuu, na hivyo kupanga kuteketeza shule hiyo. 12 nilianza kusikia nduru. According to me, dom yetu tunakwanga the noisiest dom, so like tulikuwa tunaona like it's a normal like makelele, but sasa according to me wenye tunalala huko mwisho tukasikia a strong smell like venye mattress zikichomeka. Hii ni kitu inafaa kushughulikiwa, na hata sisi wazazi tunafaa kujua watoto wetu juu kama ambapo wanafunzi 16 walipoteza maisha katika tukio hilo la kusikitisha. Anayetuletea taswira ya leo ni Janet Chepkoech. Ni taswira ya kuumiza moyo, picha za kuhuzunisha mzazi baada ya mwingine akitoka katika chumba cha kutazama mili katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Naivasha. Uchungu wa kupatana ana kwa ana na mabaki ya wanawao yaliyoungua kiasi cha wengine kutotambulika yakiwalemaza. Iliwabidi maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu kuwasaidia baadhi yao waliolemewa baada ya kutazama mili. Wazazi hawa waliojawa na huzuni usioelezeka wakijaribu kwa uchungu kuelezea hisia zao kuhusu tukio hilo ambalo hawakuwahi kudhania wangekumbana nalo maishani. The pain is beyond explanation. It's more than words can explain. So watoto wetu na wasihi kabisa, mahali popote, hata kama leo mmepanga kuchoma dom, I beseech you by the mercies of God, please stop. This is evil. Kwa kweli watoto hao mili zao zinakaa ya kutatanisha sana. Kama wazazi hatungeweza kuvumilia, ilikuwa mbaya sana. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa wanafunzi 8 wanahusishwa na upangaji pamoja na utekelezaji wa tukio hilo, huku wakikamatwa na kuendeleza kuzuiliwa na polisi wakati uchunguzi ukiendelea. Usalama uliimarishwa katika mahakama ya Naivasha ambapo wasichana 9 wanaotuhumiwa kuhusika na mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya utumishi ilitarajiwa kusikizwa. Kesi hiyo ilifanywa pasi na umma kuruhusiwa kuhudhuria, ila tu maafisa husika almradi kulinda usalama wa watoto. Wanafunzi wenyewe wakiwasili mahakamani wakiwa wamevalia mavazi ya kuficha sura zao chini ya ulinzi mkali wa polisi na maafisa wa kulinda maslahi ya watoto. If you are to reveal the identity of those who are charged or persons of interest within the proceedings that are going to continue, that will be against the law. And this is with respect to section 220 of the Children's Act. Kupitia kiongozi wa mashtaka Emma Bosire, ODPP iliomba kuzuia 9 hao kwa siku 30 katika rumanda ya watoto ya Nakuru ili kuruhusu polisi kukamilisha uchunguzi. Your Honor, the applicant is undertaking investigations relating to offenses of murder, and the incident, Your Honor, has elicited public outrage, thus placing the safety and the lives of the respondents in imminent danger if released on bail or bond, especially after the release of the CCTV footage of the incident going viral. Taarifa zinaendelea kuomboleza huku wazazi
na viongozi katika wakitaka haki itendeke na usalama mashuleni imarishwe zaidi. Learners who are here present with their parents in the course of the day and will continue briefing you on the process of the investigations and the outcome. I take this opportunity to pass on behalf of the minister and myself our condolences to the families and continue wishing those who are injured quick recovery. I want to pass my condolences to the families that lost their loved ones. We know that this is a very anxious moment, and even as we count for the 16. Tukiendelea na taarifa zetu, shughuli za usafiri simetisi kati wa nchi wa Kakamega. Mwili wa kijana aliyefariki katika maandamano ya kupinga kupanda kwa bei za mafuta ukiondolea katika hifadhi ya maiti ya Kakamega kwa mazishi hapo kesho. Na baadhi ya maduka ya jumla mjini humu yamefunga mlango yao kwa hofu ya kuvamiwa, huku vijana hao wakilalamika kuwawa kwa mmoja wao. Huyu hapa mwanahabari wetu Gideon Langat wa kaunti ya Kakamega akitupa taswira yalivyokuwa Kakamega. Lilikuwa tukio lisilokuwa la kawaida. Walibeba jeneza lililokuwa na maiti na kufululiza moja kwa moja hadi katika chuo cha anuai cha Sigalagala lipokuwa akisomea kabla ya kurejesha mjini Kakamega, wakizunguka na maiti katika sehemu kadhaa. Watu wakajionea sinema. Maafisa wa polisi wakilazimika kuingilia kati kwa kutumia vitoza machozi, wakifaulu kuwatawanyisha. Katika eneo la mzunguko wa Sichirai, kundi hilo lilifaulu kupenyeza maiti hiyo iliyokuwa imebebwa kwa pikipiki na kuelekeza nyumbani kwao, na baadaye kufunga barabara kuu ya kutoka Kisumu kuelekea Webuye kwa kuwasha moto. Familia ikisema iliondoa mwili wa mwenda zake saa 8 usiku ikisaidiwa na maafisa wa polisi kulingana na mila na desturi kwa maziko, ila kabla ya kundi la vijana wanaodaiwa kuwa na silaha tofauti kuingia kwenye boma hilo, wakiondoka na mwili kwenye lango lisilofaa. Waliingia wakisema polisi ambao waliua Mwala wameiba mwili. Kulingana na Machanja, vijana hao walidai kuibiwa mwili wao kutoka kwenye makafani ya hospitali ya rufaa mjini Kakamega na maafisa wa polisi, jambo analokanusha. Na nikaambia hapana, mimi ndio nilichukua mwili, nilitaka tu usaidizi. Vijana hao wanasemekana kuingia ndani mwa boma la mzee huyo na kuondoka na mwili, familia ikisema iliachilia mwili huo baada ya kutishwa na kundi hilo. Mimi mwenyewe hata nilikuwa nimeapa, nasema kwa sababu hawa ndio wamelavuta, ndio walisaa hiyo mtoto, wenyewe wanaweza chukua waende wasike. Walilalamika kwa nini serikali imeenda ikatoa mwili ya mtoto bila hao kujua. Kisa hicho kimezua gumzo kubwa ndani na nje ya mji wa Kakamega. Mtazamaji wangu, ni istaajabu ya Musa Fitaona haya William Makos na wala si ya Julius Nyuma. Mpaka hapo tuendelee na taarifa zetu za leo. Moving on to politics. Occupy Parliament protester Ezekiel Chama has reportedly gone missing under unclear circumstances. Such operations are ongoing as family members and human rights activists have continued calling on the government to intensify effort in locating him safely. Good afternoon, Kenyans. My name is Chama, famously known as Mr. Speaker, sir. During 25th June of 2024, there was a lot of challenges during the finance bill 2024-2025. So we as the Gen Zs went out and we entered Parliament. During that time, when we entered Parliament, there was high taxation during that time. The cost of living was going very high.
So sisi kama majenzi tuliamua kutoka nje na tukaenda protest. We entered parliament on date 25th of June of 2024. After tumeingia bunge, many of us, their life changed because many of the young Kenyans lost their lives. Many Kenyans during that time, their life changed forever. Like mine, I have been in hiding for almost 1 year, 9 months. Now I need a change. I need to go on with my life. I need to start a new life because we know this government is very malicious and I cannot stay in hiding forever. We want to change this country and we cannot change it by hiding. So mimi kama chama nimeamua kuanza maisha mapya. Na hii maisha mapya naianza, nimemtafuta Mheshimiwa Babu Owino as my advocate. If you have anything against me, you have to contact Babu Owino as my advocate. Yes, Mheshimiwa. Na mimi nataka nikushukuru sana chama. Yes. Mr. Speaker sir. Yes sir. Mimi hiyo siku ya Gen Z revolution. Yes. Gen Z protest. Hiyo 2024. Yeah. Mimi nilibambika sana na wewe. Siwezi kukudanganya. Mimi nilisema huyu jamaa aliendanga wapi. I've always known that because for 1 year 9 months uli disappear. Yeah. So I thought that probably the government, by the use of the DCIs who are abducting and killing people, I thought that probably they had killed Mr. Speaker sir. Yeah. And because of that time there was no information that we could receive from any of your relatives. Yeah. And when you resurfaced after 1 year 9 months, nikasema you deserve a chance in life because you are a legend. Ulimanage ukaingia na pamoja na other Kenyans mliingia bunge. Na mliingia because there was genuine concern. Genuine reasons. There were serious genuine reasons why you came to parliament. Yes. Number 1, lack of jobs. Yeah. Number 2, high cost of living. Number 3, overtaxation. Yeah. That finance bill was going to tax people to death. Yeah. Because of you today and other Kenyans, that finance bill did not see day of light. Yeah. It was not signed by Ruto. Yeah. Because of you, you saved so many Kenyans. And I know that the government is malicious. They are still hunting down youth, men and women who came to parliament. Yeah. I want to tell the government today that this gentleman you are seeing here, huyu mtu, if you have a problem with him, I'm his advocate. Yeah. I'll take care of anything that is going against his will and interest. Yeah. If you have a problem against him as a government, as a DCI officer, as a president, as any other person in this country, please go and record a statement in the nearest police station. Yeah. From there, they will contact me. Contact me. The moment you contact me, I will produce him from wherever he is. I know that you are malicious as a government and the DCI officers. Human rights groups have expressed concern over the rising cases of missing youth activists in the country. Watazamaji wangu, mtaona haya ni sachapo ya Musa. We don't fear you guys. You hypocrites. Mr. Speaker, sir. Haya basi, tukiendelea na taarifa zetu, waziri wa kawi pia Wandayi amepinga vikali kauli za baadhi wanasiasa ambao wanadai kuwa hali ya mafuta nchini haikuathiriwa na mzozo Mashariki ya Kati na ulioathiri mkondo wa Strait of Hormuz. Wandayi anaongeza kuwa mfumo wa serikali umechangia pakubwa katika ukinga wa Kenya dhidi ya ukosefu wa mafuta nchini kilinganishwa na nchi nyingine. Wandayi pia nasisitiza kwamba hakuna hapa wa mafuta nchini licha ya msukosuko katika soko la kimataifa. Tunakuletea taswira. Good morning everyone. Welcome. As there was a misrepresentation from certain political quarters that Kenyan fuel was not passing through the Strait of Hormuz. It's laughable because as a matter of fact, the bulk of our fuel cargoes over time have been loaded from the ports of Jebel Ali, the port of Ruwais, and to some
extent the port of Fujairah, all in the UAE, within the Strait of Hormuz space. So it's a fact that the Strait of Hormuz closure affected our primary supply route directly. And because of the G2G framework, which has proved to be extremely resilient, we have been able to diversify the ports of loading, as I've indicated. And that is to say that our international oil company suppliers have been flexible enough to be able to source these products from many other sources other than the primary sources that were known to everybody before the war broke out. Katika siasa za kaunti ya Bungoma, viongozi mbalimbali wanaendelea kufanya mikutano ya kisiasa huku wakijadili maendeleo ya eneo hilo pamoja na chaguzi yao. Seneta wa Vihiga na George Natembeya ameendelea kufuatia hisia za wananchi kupitia matamshi yao kuhusu uongozi na maendeleo ya eneo la Western Kenya. Ningeongea mengi lakini mheshimiwa ananiambia dakika moja. Wacha niseme kwamba kule Vihiga watu wanasema one term. Kule Kakamega nikipita kwa Khalwale ni one term. Bungoma msituangushe. Sisi tunasimama nyuma ya kijana yenu Edwin Sifuna kwa linda mwananchi, na sisi tunawaomba tutembee pamoja. Tutatembea pamoja. Asanteni sana kwa kuja kwenye hafla hii ya kumfariji ndugu yetu Mheshimiwa Wangamati. Wewe unajua mzee alikuwa rafiki yetu sisi wote. Wakati ambapo shida zilianza ndani ya chama cha ODM, vile Mheshimiwa Ososi amewaambia, mzee Wangamati pamoja na hawa wazee wengine wa jamii ya Mulembe walituita sisi pale Kakamega. Na sababu mzee alikuwa anatushauri pole pole. Mzee was very patient with us kwa sababu anajua sisi vijana damu yetu ni moto. Na mzee alikuwa anatushauri kwa upole, anatuambia ya kwamba tuweze kuwekelea ule uhusiano ambao umekuwepo kati ya sisi Waluya na jamii ya Mulembe, wote waweze kukaa pamoja. Msiwe na wasiwasi, huyu ndugu yetu Mheshimiwa Didmas tumemzoea. Wakati ambapo tumemzoea hii vipindi tumezoea. Mimi nimekuwa kwa siasa miaka mingi, ati wakati Sifuna anasimama kuongea, yeye anatoka anaenda kupangisha watu line wa kule 200. Hii ndio siasa tunataka tuwache nyuma katika taifa hili letu la Kenya. Wakati ambapo nisiseme, wakati ambapo kura muhimu zinakuja mbele ya bunge ya kuwekelea ushuru kwa wananchi, anawaumiza nyinyi. Yeye anapiga yes, alafu anaingia KCB Bank ya Bungoma anachukua 200 anakuja nayo kwa matanga ati agawe nyinyi. Kwani nyinyi ni wajinga namna gani? Tunataka tuwaambie hiyo siasa imepitwa na wakati. Saa hii tunataka tuweke maslahi ya wananchi wetu mbele. Hiyo 200 Didmas we gawa tu. Mimi nakuja kuletea hao watu wa Bungoma maendeleo ya kweli na uongozi wa kweli. Hatutatishwa na mtu bana. Hatutatishwa na mtu. Namba 2, mimi najua mzee Wangamati amekuwa mgonjwa kwa sababu mambo ambayo yalimfanyikia huyu mzee. Wakati wamebomoa nyumba yake, William Ruto na hawa kina Didmas hawa wakisimama kukampeni 2022, walituambia hakuna ubomozi utafanyika Kenya, ati kama kuna shida na shamba watatafuta solution ile walikuwa wanaita win-win. Kwa nini hawakumpea Mheshimiwa Wangamati win-win? Kwa nini wanapea wengine win-win, wanabomoa ya Wangamati? Hapa Bungoma tukijaribu kuwekeza katika kaunti zetu sisi wenyewe, hapa Kenya kuna Waluya wangapi wanaweza jenga gorofa kama ile Wangamati alikuwa amejenga? Hawa bomoi za wengine wanabomoa zetu kwa sababu ya wivu na kinyongo. Viongozi wako hapa Bungoma baline si honde sana, baline babona kozo kundi na si Kenya kuinyoka benye bomu pass. Wananiambia mimi leo Sifuna, wanasema mimi ni moto ya Masakari. Tukiendelea na sasa tuingie mchezo. Manchester United imekamilisha usajili wa beki kijana Elliot Anderson kutoka Tonali. Mchezo
Mchezaji huyu tayari amewasili jijini Old Trafford kwa ajili ya vipimo vya afya kabla ya kutambulishwa rasmi. These pictures just into us in those cars are Manchester United's 2 new signings. Welcome back. Significant breaking transfer news reaching us this evening. Move to Manchester United. We mentioned it just before the break. Carve, what's the latest? Well, Manchester United have agreed and they will pay the £62.5 million in 3 instalments. What happened today is that Old Trafford. Wakati huo mashabiki wa Manchester United walisherehekea baada ya Arsenal kupoteza dhidi ya PSG katika mchuano ya UEFA Champions League, huku Arsenal ikiendelea kusaka taji lake la kwanza la mchuano hiyo barani Ulaya. Na hiyo ndio ilikuwa taarifa yetu ya leo hapa Temadays TV. Mimi ni Tema Kimutai, asante kwa kuungana nasi. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Temadays channel. Kwa niaba ya production nzima tunawatakia usiku mwema na baraka tele. Goodbye. Welcome to Temadays TV.